Kwa majina naitwa Matai Hando, ni afisa kilimo wa Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula NFRA. Tuko hapa kwenye maonyesho haya ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba ambayo ni maonyesho ya 50. Tunashiriki maonyesho haya kuonyesha kutoa elimu mbalimbali ya mbinu bora za uhifadhi wa nafaka baada ya mavuno. Kwa hiyo kama mnavyofahamu, wakala ananunua nafaka kutoka kwa wakulima au kwa wadau mbalimbali ili baadaye itunze na kuhifadhi kwenye maghala, pale inapohitajika itoe kama chakula cha msaada. Lakini vile vile huwa sio tu kutoka kama chakula cha msaada, lakini pia tunauza. Wakala pia inafanya kazi ya mauzo. Kwa hiyo hapa tunatoa elimu ya ubora kwa wadau wetu kwamba wakala kwa sasa hivi inanunua mazao ya aina 3. Tunayo mahindi, mtama pamoja na mpunga. Umeona? Kwa hiyo nafaka hizi wakala inaponunua inazingatia sana vigezo vya ubora. Kwa mfano, kwenye suala la unyevu, kwenye mahindi wakala inaangalia unyevu, ambapo wataalamu wetu wanakuwa na kipima unyevu ambacho tunaita moisture meter. Kiwango cha unyevu kwenye mahindi inatakiwa isizidi 13.5, lakini kwenye mtama ni 13.5 vile vile, lakini kwenye mpunga kiwango cha unyevu inatakiwa isizidi 14. Lakini pia kuna vigezo vingine vya ubora. Kwa mfano takataka isizidi 0.5 kwa maana ya mahindi pamoja na mtama. Kuna vigezo vingine vingi. Sasa wadau wetu wanaweza kajuaje kama let's say nafaka zao zimekauka ikafikia ile asilimia ambayo wakala inakubali? Tunawashauri watumie njia za asili endapo watakuwa wamekosa kifaa maalum cha kupimia unyevu. Kwa njia za asili mojawapo ni ile ya kusikiliza mlio. Kama ni mahindi atamimina kwenye chombo kusikiliza mlio, lakini kwa wakulima wenye uzoefu na wenye meno imara atalazimika kung'ata zile punje. Kama zimekauka huwa zina tabia ya kuwa ngumu na kuvunjika kwa vipande. Lakini njia nyingine ya asili ambayo tunamshauri mkulima au mdau wetu akisha anaanika nafaka zake kwanza, afu then achukue sample kidogo aweke kwenye chupa kama hiki. Naweka mahindi kwenye chupa nusu, anaweka chumvi vijiko viwili, anatikisa. Anasubiri baada ya dakika 5 ataona mabadiliko. Akiona mabadiliko ya chumvi kuyeyuka, tafsiri yake ni kwamba hizo nafaka bado ni mbichi. Kama chumvi haijayeyuka, maana yake hiyo nafaka imekauka. Anashauriwa kuiweka kwenye mifuko na kuihifadhi. Na hivi ndio vigezo ambavyo wakala inazingatia. Viko vigezo vingi mpaka 14. Vyote vinapitia mchakato huu wa kufanya uchakataji wa kimaabara. Baada ya kujiridhisha na ubora, wakala inapokea nafaka kutoka kwa mkulima sasa. Alafu then tukishainunua hizo nafaka tunaisafirisha, tunahifadhi kwenye maghala yetu. Kwenye maghala kuna namna ya utunzaji. Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula ukishanunua nafaka iliyo safi na salama, hatua inayofuata ni uhifadhi. Katika kuhifadhi, wakala una njia mbili ya kuhifadhi. Kuna njia ya maghala na njia ya vihenge. Katika njia ya maghala, wakala unashauri ghala liwe safi, linaloingiza hewa, lakini pia njia ya upangaji wa lusu ndani kuwe na space ambayo inatosha. Kutoka ukutani mpaka kwenye paleti mita 1, kutoka lusu na lusu nyingine mita 2. Hii inasaidia wakati wa kuangalia maendeleo ya nafaka iliyoko ghalani, lakini pia inasaidia wakati wa kutibu nafaka hii. Nafaka iliyoko ghalani tunatibu kwa viuatilifu mbalimbali. Wakala unatumia viuatilifu vya aina 2, viuatilifu vya maji na viuatilifu cha vidonge. Kiuatilifu cha maji kinatumika kuua wadudu wale wanaoruka ndani ya ghala. Kiuatilifu hicho ni dichlorovoz. Lakini pia tunatumia permethrin kwa ajili ya kuua wadudu wale wanaotambaa kama mchwa. Baada ya hapo, wakala pia unatumia kiuatilifu cha aluminium phosphide kwa ajili ya kuua wadudu wale wanaobungua mahindi ndani ya ghala. Kwa upande wa ngazi ya familia, kwenye uhifadhi tunashauri watumie mifuko ya kinganjaa au kwa jina lingine maarufu PICS. Tunashauri wakulima watumie njia salama za uhifadhi ili kupunguza upotevu wa mazao baada ya uvunaji. Asanteni. Kwa majina naitwa Anis Thomas. Wakala kwa sasa inatumia teknolojia ya kisasa ya vihenge.
kuhifadhi nafaka. Na mfumo wetu huu wa kisasa unapatikana katika kanda yetu ya Arusha pale Babati, unapatikana katika kanda yetu ya Mpanda pamoja na kanda yetu ya Sumbawanga. Na sasa naweza kuelezea namna ambavyo mfumo wetu huu wa kisasa unavyofanya kazi katika njia ya uhifadhi. Tukiangalia kwanza katika mfumo wetu kuna weigh bridge kwa ajili ya kupima ili tujue ni kiasi gani cha nafaka ambacho tunaweza kuweka kwenye mfumo wetu. Na baada ya kupima kuna intake au sehemu ambapo mzigo unamiminwa kwa ajili ya kuingia kwenye mfumo. Na baada ya mtaalamu kucontrol au kuwasha mfumo kwa ajili ya kusafirisha nafaka, basi nafaka zitasafiri kuanzia kwenye intake mpaka kwenye cleaner, na tunapeleka kwenye cleaner kwa ajili ya kusafisha ili tuweze kuhifadhi nafaka zikiwa safi. Kwa hiyo cleaner inasafisha na kutoa uchafu wote, hatimaye tunaweza kupata nafaka zetu zikiwa safi. Lakini pia tuna vifaa vyetu ambavyo tunavitumia kupima, kuangalia ni kiasi gani cha unyevu kinapatikana katika nafaka. Kwa hiyo kabla ya kuweka kwenye mfumo, tunaweza kupima kujua hizi nafaka tunazoenda kuhifadhi zina unyevu kiasi gani. Kwa hiyo ikiwa bado zina unyevu, kuna dry ambayo tunaitumia kudry nafaka ili ziwe kavu na hatimaye tuende kuzihifadhi. Kwa hiyo tukishasafisha, tunakausha na tunaenda kuhifadhi. Lakini pia tukiwa tunazihitaji, tunaweza kuzitoa katika njia mbili. Kuna njia ya kichele pamoja na njia ya package katika gunia. Wakala inampatia fursa mwananchi kupitia mfumo wetu wa kisasa kupata huduma ya kuja kusafisha nafaka zake, pia na huduma ya kukausha nafaka zake, na hii itamsaidia yeye kukidhi viwango vya ubora kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi. Lakini pia itamsaidia hata kama ni mlaji, ataweza kuhifadhi nafaka zake zikiwa na viwango vya ubora kwa muda mrefu. Asanteni na karibu sana Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula. Kwa majina naitwa Abasi Juma, ni afisa masoko mkuu kutoka Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula NFRA. Karibuni kwenye banda letu la maonyesho ya Sabasaba kwa ajili ya kuangalia na kujifunza kwenye huduma mbalimbali ambazo tunazitoa, ikiwa ni pamoja na uuzaji wa nafaka. Wakala wa Hifadhi ya Taifa ya Chakula NFRA unawakaribisha wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi kwa ajili ya ununuzi wa nafaka. Kwa msimu huu wakala una hifadhi ya kutosha ya chakula, hasa mahindi kwa ajili ya uuzaji. Kwa wale ambao wana uhitaji wa kununua nafaka, wanaweza kutuma maombi yao kupitia kwenye email ya wakala ambao ni info@nfra.go.tz, ama kwa kupeleka barua kwenda kwenye ofisi zetu za kanda ambao ziko Tanzania nzima. Karibuni kwa ajili ya kununua mahindi yenye ubora wa hali ya juu. Asanteni sana.